usajili kwamba bwana, kama tunahitaji kucompete kwenye mashindano makubwa ya kimataifa, how comes tunakwenda Kenya kutafuta namba 9? Lakini rais mwenyewe anamtaka mchezaji. Rais anamtaka mchezaji. Kwa nini wajumbe wanapinga? Sasa si kila mtu ndio maana taasisi. Ndio maana taasisi kajibu vizuri. Kwa hiyo issue ya namba 9 huyo wa Kenya watu wasiuwe pia. Okay, na kwa jinsi ambavyo wewe Hans unaona namba 9 huyo ambaye anacheza Kenya anaweza kuisaidia Yanga? Unajua sasa changamoto ni moja. Sasa hivi haijulikani namba 9 unampata wapi. Kwa sababu tumeona Yanga wanakwenda Europe kumchukua Depu. Kuna watu ambao mpaka leo hawaamini kama Depu ni mtu sahihi pale Yanga. Tumeona Yanga wanatoka hapa wanakwenda Afrika Kusini kumchukua Andy Boyeli. Moja kati ya ligi ambazo ni competitive barani Afrika ni South Africa. Lakini Andy Boyeli kaja hapa kafeli. Tumeona Yanga wanakwenda Ghana wanamchukua Fils Konkoni, kaja hapa kafanyaje? Kafeli. Kwa hiyo unaweza ukamsign mchezaji kutoka ligi kubwa akaja hapa akashindwa. Na unaweza ukamsign mchezaji kutoka ligi ndogo akaja hapa akafanyaje? Akaperform. Kwa hiyo ni nabaki kuweka kwamba ni mtazamo. Cha msingi kama wamefanya scouting yao bora wakajiridhisha kwamba huyu namba 9 anaweza kutupeleka tunakokutaka. Unapozungumzia swali ulomuuliza Hans mwanzoni ile kwamba huyu mchezaji ana uwezo. Unajua tunawezaje kujibu swali kama hilo? Ni kwa kuangalia historia inasema nini. Washambuliaji ambao wametoka kwenye ligi ya Kenya wamefanya vizuri kwenye ligi yetu hapa since miaka 20 iliyopita tunaongelea, kwa sababu mara ya kwanza kabisa nadhani timu ya Kitanzania inamsajili mshambuliaji ama forward. Kwa mimi kumbukumbu zangu toka naanza kufuatilia mpira kwenye ligi kuu ilikuwa ni Simba wakati wanamsajili Maxi Rengo. Na Maxi Rengo alikuja akafanya vizuri sana. Baada ya hapo Yanga wakamleta Bernard Mwalala, alifanya vizuri. Yanga wao wakamleta mtu mmoja aitwa Morris Sunguti, tena alikuwa ndo anamalizia Sunguti. Maana Sunguti mimi nimemuona in the 90s nikiwa shule ya msingi. Naye alifanya vizuri pia. Boniface Ambani. Boniface Ambani naye alisajiliwa mwaka 2006 anatoka zake India. Naye alikuwa anamalizia. He did well, msimu wake wa kwanza anafunga goli 20. Yanga amewahi kumsajili mtu mmoja anaitwa John Baraza. Mmoja kati ya finishers bora kabisa utakaowahi kuwaona. Yaani ni aina ya wale washambuliaji ambao unaweza usimuone mechi nzima, ukimuona ujue nyavu zimetikisika. Sawa. Unaweza ukarudi katika miaka ya hivi karibuni ambapo tumemuona mchezaji kama Elvis Rupia anatoka Kenya akiwa amefunga goli 26. Of course hakufunga nyingi kama hizo hapa kulingana na nafasi, lakini he did well. Kwa muda wake Elvis Rupia ambao amekaa Singida, he did well. Hata Medi Kagere, kwa sababu sio lazima nationality ya Kenya, yani ambao wamecheza tu Kenya. Ndio nilikokuwa nakuja kote huko. Medi Kagere pia unaweza kumuongeza kwenye hiyo orodha. Kwa hiyo kwa historia tu inaonyesha kwamba washambuliaji wengi wanaotoka kwenye ligi ya Kenya wanafanya vizuri. Unaweza ukamtaja hata jamaa wake Magunga Tegisi. Tegisi mtu sana. Elvis Rupia pia alipofika na alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo hata mabeki akina Joash Onyango. Yani asilimia 95 ya wachezaji waliotoka ligi ya Kenya wamekuwa hapa wanafanya vizuri. Nao mabeki toka zamani unaweza kumtaja hapo Shikokoti aliwahi kuja Yanga. Yule winga wa nani alikuwa wa Simba yule dada anaitwa nani yule? Kahata. Kacha dada anakujaje? Francis Nyambura Kahata. Yule alikuwa ni kiungo mshambuliaji. Attacking midfielder. Tena Kahata naye wakati anakuja naye Kahata alikuwa anamalizia. Au unamzungumzia Nicolas wa dada? Umeelewa? Kwa hiyo kwa mazoea tu na kwa kuangalia trend, wachezaji asilimia kubwa wa Kenya wanaokuja hapo huwa wanafanya vizuri. Wachache hapo ambao hawafanyi vizuri, lakini kwa ushahidi tulionao we have to lean on wale wengi ambao wamefanya vizuri. Nikija sasa kwenye kujenga timu na issue ambayo umeuliza. Unajua ujenzi wa timu unakuja wakati mwingine kwa ulazima kwamba una timu yako iko imeseto. Maybe unataka mtu akuja kuwapa challenge wachezaji walioko. You have your defender mtu kama Ibrahim Baka, you have mtu kama Mwamnyeto, unamuongeza mtu ambaye unaamini kwamba huyu ana uwezo unaolingana na hawa, kwa hiyo anakuja kuwa challenge. Kwa muda ambao Yanga kikosi chao kimekaa kwa misimu 5, huu ni muda ambao mara nyingi timu lazima uijenge upya.
Na nadhani unaweza kuona yes, Yanga wametoa ubingwa in this past 2 seasons, lakini wametoa ubingwa kwa kustruggle sana, yani hawajatoa comfortably. Kwa hiyo unazungumzia uhalisia kwamba kikosi cha Yanga kilipaswa kufanyiwa almost total overhaul kwa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo anaingia kwenye stage sasa hivi ambayo kuna wachezaji ambao wana injuries, kwa mfano mtu kama Pacome, ile injury kwa uhakika kabisa itamfanya Pacome asiwe na performance ya uhakika ya kwamba tumtegemee huyu mtu msimu ujao. So you have to bring mtu ambaye atakuwa ni replace, hata kama Pacome aondoki, lakini atakupa kile ambacho Pacome anakileta. You have mtu kama na yule lazima mtoe kwenye mfumo. So sasa hivi hamna sehemu utamuuza. Kupona kwake hakutawahi kabla ya msimu kuanza. Ni mwezi mmoja, kumbuka na wiki 6 8 za mimi nakubaliana na hicho anachokisema kwa sababu ushahidi tunao kwa Mzize pia. Mzize unakumbuka story tulizokuwa tunaambiwa kwamba bwana ataanza mazoezi lakini msimu ukaisha. Sawa. So that means kwamba magnitude ya ile injury hatukuambiwa uhalisia wake. It was a big injury ambayo inamrule out msimu mzima, lakini wale walikuwa wanatoa hizo taarifa wakawa wachumi wa ukweli. Na Jeff, speaking of injury ya Mzize, inawezekana taarifa alizozitoa mwanzo waliambiwa hivyo, lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo waliomfanyia surgery ya kwanza hawakufanikiwa. Yani upasuaji au kutibu, kwa hiyo ikabidi arudiwe tena kufanyiwa upasuaji. Alipofanywa upasuaji kwa mara ya kwanza aliingia alirudi uwanjani. Alianza mechi moja tu. Ripoti ya nani? Sasa huko ulikoenda ni tumetoka nje ya kitu, rudi kwanza kwenye mfumo. Sasa mimi swali hifadhi. Kamanda. Okay, naomba umalizie alafu niende kwa George Magunga. Yes, ndo nilikuwa naelezea kwamba kwa uhalisia ukiondoa tu ile rebuild ya kawaida, Yanga kuna major replacements lazima wazifanye. Kuna Prince Dube ameondoka. He needs to be replaced. Kuna Mzize ambaye hata kama amepona lakini hauwezi kuwa assured na performance yake kwamba atarudi katika ubora wake. Na hatuna uhakika kama ataanza msimu na Yanga. Ingawa nasikia anaendelea na mazoezi. Umeelewa? Kuna Pacome na kwa hiyo hapo kuna 2 injury related replacements lazima zifanyike. Kuna replacement ya mtu ambaye anaondoka kama Dube, Shadrack Boka. Nimesikia pia kwamba kuna uwezekano mtu kama Israel Mwenda naye shughuli ishaisha Singida huko. Umeelewa? Kwa hiyo kwa ulazima na kwa sababu mbalimbali, injuries, watu kuondoka na kuchallenge wale ambao wako kikosini, Yanga hawawezi kukwepa kuleta at least 10 new players. Hivi Jeff au nimuulize Magunga na wote unganisha. Do you think Abushiri inaweza kuwa ni proper replacement ya mtu kama Mzize?